moja ilipofungua mlango na kuingia na yule mhubiri, vijana walikuwa wamejaa mle ndani, walianza kuja mbio kumkimbilia wakimshangilia, baba, 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 unakumbuka mwaka jana ulipotuhubiria Yesu ametuokoa, Yesu ametubadilisha. Anasema kilichotokea ni kwamba wale vijana walipookoka hawakwenda disco tena. Kwa disco ikafilisika, haikuwa na wateja. Baadhi ya vijana wakamshawishi kwenye jengo kwamba jengo halina kazi, wao tupatie ile kanisa, wao wengine wale kanisa nyumbani, utupatie ile kanisa, Mungu atakubariki kwa njia nyingine. Kwa hiyo basi chukueni liwe kanisa, mniombee na mimi, ndipo likabadilishwa kuwa kanisa. Haleluya! Kama tukipiga kura leo hapa ili kuhubiri watu watoka kwenye disco, ni kosa sio kosa? Wako watakaosema ni dhambi. Lakini nataka kusema kwamba Mungu anawatafuta watu wote popote pale walikopotelea. Kwa sababu hata kama wameharibika kiasi gani, kwake bado wana thamani. Ni sawa sana na dhahabu ambayo imeviringishwa kwenye matope, bado ni dhahabu, ukiyatoa matope itang'aa. Yesu Kristo anasafisha dhambi, atakung'arisha. Amen. Kwa hiyo Yesu anataka watu wote waje kwake waokoke. Haijalishi umeharibikiwa kiasi gani, haijalishi watu wanakuonaje, wanakuona tayari wewe ni wa jehanamu, bado hujaingia jehanamu. Yesu ananyosha mikono, anasema njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Usimkatie tamaa mtu ambaye hajafariki. Aliyefariki hakuna namna. Wana maandiko yanasema watu wamewekewa kufa mara moja, baada ya kufa ni hukumu. Mtu ambaye bado yuko hai, usimkatie tamaa, mpelekee injili ya Yesu, endelea kumwombea. Iko siku atakubali kuja kwa Yesu Kristo, maana Yesu alikuja kwa ajili ya wote, walioharibika sana, walioharibika kawaida na walioharibika kidogo, na hakuna hata mmoja ambaye akija kwake atamkataa. Haijalishi dhambi yako ni mbaya kiasi gani, haijalishi umetoa mimba, haijalishi umeua, haijalishi umeroga, haijalishi umefanyaje, ukija kwa Yesu atakupokea, atakusamehe, atakutakasa, atakuandika jina lako kwenye kitabu cha uzima. Utaitwa mwana wa Mungu, hutaitwa hilo jina baya ambalo unaitwa sasa. Unajua, yanaweza kuanzisha madhehebu mengi na majina mazuri, lakini hakuna dhehebu linalookoa. Hakuna dhehebu linaloweza kumbadilisha mtu. Yesu Kristo peke yake ndiye anayeokoa, ndiye anayebadilisha mtu. Nikuombe uondokane ushamba. Ndio na kanisani kuna ushamba. Yaani ukihubiri habari ya wokovu, kuna mtu anasema huo sio utezi. Niomba upone huo ushamba. Mimi sio mshamba, nataka na wewe sio mshamba. Zamani wakati magari yameanza vijijini, watu wanasimama barabarani, magari kama kuna msafara wa kiongozi wanakuwa wanasindikiza kwa macho. Sasa na kiroho kuna mashamba. Unakumbuka kwa kweli. Unakumbuka duniani kweli. Usio unyote. Acha ushamba. Kuna watu nikihubiri hapa nikiita watu wa kuokoka tunasema message kwenda ngazi ya juu. Sasa tatizo unifahamu. Sawa? Tatizo unifahamu. Nilianza kuhubiri habari za wokovu miaka 34 iliyopita. Tena wakati huo upinzani mkubwa. Kuna mahali nikachuana nasema chapa moja. Kama nakaokoe kwani. Kama hutaki uokoe baki hapa. Nilichagua kubaki shuleni na wokovu niliendelea nao. Nilishtakiwa na nikashinda kwa sababu Yesu alisema watakapopeleka mbele ya baraza, mbele ya wafalme, msifikiri mtakachojibu.
ukitaka raha hapa duniani na mbinguni, okoka. Kwa sababu ukiokoka sasa, hata wachawi hawatakuweza. Manalamika wewe unakabwa. Usipookoka ni kweli watakaba clutch. Lakini ukiokoka hawataweza kukaba. Sababu Yesu alisema, akasema na kanyaga nyoka na nge na nguvu zote za yule adui, hakuna kitakachowadhuru. Kwa nini changu ulioko mlongo mmenizuru kama nimefika? Sio kwamba mmeniacha, mmejaribu, mmeshindwa na mnaendelea kushindwa. Kikubwa na wewe mchawi, njoo kwa Yesu atakusamehe. Kwani mchawi yule wa Samaria kwenye Matendo mlango wa 8 aliokoka? Neno tumesoma hapa kwamba yeyote aliye kwangu sitamtupa nje kama. Hajasema kwa imani ndio kwa wachawi. Hata wachawi wanaokoa. Anawabadilisha. Hautaruka maungo tena. Utakuwa mtoto wa Mungu. Mungu hamchukii mtu kiasi kusema hata kile simsamehe. Wala hasomi kanda mnazoandika nimekusamehe lakini sitakusahau. Mungu akisamehe anasahau. Haleluya. Amen. Kwa hiyo acha kusema kuokoka sio utotoni, acha. Kuna siku nilisema, kama ni hapa nikasema hivi. Mnasema wokovu au kuhubiri habari ya wokovu ni Upentekoste. Wapentekoste ni watoto wetu na wajukuu zetu. Madhehebu ya Kipentekoste yameanza wakati wa vita kuu ya kwanza 2014. Ndio ilianza Assembly. Kufika 2018 Pentekoste. Haya madhehebu yaliiga mifumo ya vikundi vya uamsho vya makanisa ya matengenezo. Kanisa la kwanza la matengenezo ndio hili, kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania. Kabla hapo halikuitwa Tanzania. Sasa huko ulikotoka na kwenye kanisa la Kiinjili la Kilutheri Ujerumani. Makanisa mengine yaliyofuata ni kama Moravian, Mennonite na kadhalika. Hawa Pentekoste wakaiga mifumo ya vikundi vya uamsho kwenye makanisa yetu. Haya, huu mfumo wa uamsho tulichukua wapi? Tulichukua kwenye Matendo ya Mitume, kanisa la kwanza. Kwa Pentekoste ni watoto wetu, ni wajukuu zetu, wameiga kutoka kwetu. Ila sisi kwa sababu ya uzembe wetu tumepoteza kile tulichokuwa nacho. Halafu kinapotokea kaupya tunaanza kushangaa. Kushangaa ni shamba, tuache kushangaa. Na damu ya Yesu Kristo peke yake ndiye anaweza kutakasa dhambi za mtu. Yesu Kristo peke yake ndiye anaweza kumbadilisha mtu kiasi kwamba Mungu akimwona Yesu ndani yako anakuhesabia kwa mtakatifu. Hakuna njia nyingine ya kwenda mbinguni, ni Yesu Kristo peke yake. Ufunuo 14:3 anasema hapana mtu aliyeweza kujifunza ule wimbo wa wateule pale juu mbinguni, ila wale 144,000 walionunuliwa katika nchi. Walionunuliwa maana waliokombolewa. Nchi ni dunia, maana waliookoka wakati bado wanaishi duniani. Tunaokoka hapa duniani ndio twende mbinguni. Unatuma message, tuma na hii. Tuma na hii. Kwamba amesema tunaokoka duniani. Mwambie Ufunuo 14:3. Na yakasoma. Asome kwa lugha ya Kiswahili, asome kwa Kiingereza, asome na tafsiri mbalimbali za Kiingereza, asome maana inakuja pale pale. Unajua? Sisi wapangwa tunasema hivi. Mungu changwa simuliwa hapa. Kama nikipande kifupi lakini tafsiri yake ni kwamba kudanganywa kunatokana na kupungukiwa na akili.
Yaani usimlaumu aliyekudanganya, jilaumu mwenyewe kwamba hukutumia akili. Kwa unapoambiwa sio mzee, unadanganya. Yesu Kristo ni Mwokozi. Jina lake tu Yesu manake anayokoa. Yaani jina lake tu lianenda. Hebu mpokee Yesu Kristo awe Bwana Mwokozi wa maisha yako. Hakuna siku utakayojilaumu kwa nini niliokoka, ila kuna siku utajilaumu kwa nini nilichelewa kuokoka. Ndicho tutakachojilaumu. Hakuna siku utakapoona kwamba Yesu ana hasara. Siku zote utaona Yesu ana faida. Ana faida katika maisha haya na ana faida katika maisha ya baadaye. Sikiliza nikwambie hivi, ambao wamekufa bila Yesu huko waliko wanalia, wanatamani warudi